Haya sasa, nimerudi tena. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Wenzetu katika ulimwengu wanasherehekea sikukuu yao wanayoita Christmas. Christmas. Kwanza elewa maana ya Christmas. Nini maana ya Christmas? Christmas ni mjumuiko wa meza ya watu 10. Kwa maana ya Christmas. Kama shuleni ulisoma hesabu za Kirumi, x huwa inakuwaga ni 10. Sasa ile ndio wakaiongezea pale wakaita Christmas. X nakiweka kidani fulani, alafu mass Christmas. Hii sio sikukuu ya kidini wala ya kimungu. Hii ni sikukuu ya kishetani ambayo imeasisiwa na watu ambao wanakutana na shetani macho kwa macho hivi. Naweza ukaliamini hili? Wewe huwezi kuamini. Na mtu ukimwambia hili jambo atakuja na hoja zake za ajabu ajabu ambazo hata hazipo. Unamwambia mtu Christmas sio sikukuu ya Kikristo au wala inayohusiana na kimungu kwa sababu Yesu hakuzaliwa tarehe 25. Sijui nini naambia anipe andiko. Andiko hana andiko lolote linalosema hivi. Yaani hakuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 ni uongo. Ukiwauliza watafuata andiko fulani hivi sio lipo Mathayo lile inasema kila mtakacho kipendekeza ulimwenguni na huku pia ni sawa. Hapana, hakuna Mungu wa hivyo. Mungu alishusha maandiko ili muyafuate maandiko yake, sio mubuni maandiko alafu ndio Mungu naye ayapitishe. Huyo Mungu wa hivyo hakuna duniani. Nakumbuka Yesu alijaribiwa na shetani. Maandiko nyewe mnayajua. Unajua kuna watu wengine Biblia hawasomaji, wanapitishwa tu. Kuna wale wanaambiwa mtasomeshwa, mtaenda kusoma huko mbinguni. Yaani kuna watu wa Biblia hawaijui kabisa duniani. Kwa sababu gani hawaijui? Wao Biblia ikifundishwa katika kanisa lao leo, ulimwengu mzima somo ni hilo moja. Yaani hiyo ni sheria, ukivunja hiyo una maana kwamba wewe haufai kuwa msimamizi wa kanisa. Sababu umeenda kinyume. Basi sasa, Christmas sio sikukuu ya Wakristo. Na hakuna sikukuu katika upande wa Kristo, hakunaga sikukuu hata moja. Ila ni vitu vilivyotenganishwa kuweka usawa kwamba Waislamu wanasherehekea Ramadhani, wana sita ile, wana Idi Kuu. Tutafananaje? Na ufanana huo ni wa vipi? Watu wapige hela. Waislamu kwenye mwezi wa Ramadhani watu wanauza futari, wanauza nini, wanafanya nini, wana hivi na hivi. Na wao wakagundua kitu, ndio wakatengeneza hiyo Christmas, wakatengeneza maua, wakatengeneza na makofia na ile minguo kwa niaba tu ya kuifaidisha Church of Satan. Hawa watu ni wabaya sana. Yaani hawa kila nchi inachangia uchumi wao uendelee kukua, wana nguvu sana. Unang'ang'aa sharubu tu, hujui nini maana ya VAT. Unashindwa hata kujiongeza, wewe akili huna. Wewe ni chizi. Hujui maana ya VAT. VAT maana yake taki kutaja mimi. Na ukiwaelezaga watu ukweli wanasema wewe ni mchochezi. Sasa ni uchochezi wangu uko wapi? Au mtu akieleza ukweli kuna haja gani ya kumuita mchochezi? Soma ujue yeye ametoa wapi, au mfuatilie akuelekeze vizuri. Nyie si mnarukarukaga tu, hamjui elimu ni nini, hamfuatilii. Mimi unavyoniona hapa sijasoma elimu hiyo unayoijua wewe kwamba eti elimu kubwa.
Mimi unavyoniona nimesoma elimu ndogo sana, lakini najua vitu vingi sana kwa sababu ya kufuatilia wajuaji. Hiki unachokiona leo, yote hii ni mipango ambayo iliyotengenezwa na watu, na hao watu waliotengeneza ndio wenye mpango wa kutengeneza dini moja na dunia moja na serikali moja duniani. Hicho kitu kipo tu kinakuja, mtakiona tu, kwa sababu nyewe ni wabishi. Yaani hamna tofauti na ule mtu anayesikia sauti za ndege huwa akahisi ndege wanaimba, lakini kumbe ndege hawaimbi. Kuna wakati wamefika, msitu ni mpya, hawajui wapi watafikia. Kuna wakati wamemuona mwizi anaiba na hakuna mtu wa kuweza kumpiga. Sasa mkashindwa kukaa chini na kutafakari, ndio maana mpaka leo huwa mnaendeshwa tu. Kinachoundwa ni kuunda dunia moja. Sasa yani serikali moja ili watu waweze kututawala vizuri, maana sasa hivi bado wanaona hawajatuweza, lakini sisi tunaamini wametuweza kila kona. Si unanielewa? Kwa hiyo hawa watu hao ndio walioasisi Krismasi, wakaasisi Pasaka, wakaweka sijui na Ijumaa Kuu, wakaweka sijui na nini, wakachukua Biblia miaka 600 wakaenda kuibadilisha, ili yaliyo ya kweli wakae nayo, yaliyo ya uongo wawaletee watu ili waendelee kuwapoteza. Na ndio maana kwenye Biblia hiyo ikasema watu wangu wataangamizwa kwa kukosa maarifa. Ile ilikuwa ni kijembe wamewapigeni nyie, kama nyie mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sababu kuna makanisa yanaenda kweli kufundisha uwepo wa Mungu na ibada zao wanavyoamini, lakini kwenye siri kubwa watu ni wahuni sana. Hao wa Kristo ukiwauliza kwa nini Wasabato huwa hampo nao kwenye mambo yao yenu ya sikukuu, watakacho kujibu wewe mwenyewe utashangaa. Msabato haamini katika Christmas, haamini katika Pasaka, na hata kama anasherehekea hasherekei kufanya nani, wanaenda kutangaza neno la Mungu wenyewe wanavyosema, ila hawasherekei kwenda kukutana sio kufanya nini. Wala hautawakuta wamevaa msalaba, wanaamini ni kuabudia sanamu kama Biblia ilivyokataza. Lakini leo tukiongea tutaonekana sijui nini. Nyie hamjasoma, yaani nyie hamjasoma, nyie mnarukaruka. Kuna kijana mmoja namuonaga tu anasumbuaga watu. Yaani anakaa TikTok ameshika nyama ya kitimoto, anaongea na watu huko, anawaambia eti Waislamu mlikatazwa nguruwe kwa sababu mlitenda dhambi sana. Wewe una akili? Nguruwe imekatazwa kwenye Kumbukumbu la Taurati. Yesu hakula nguruwe kwa sababu nguruwe anakwato ila hacheui. Kwa hiyo nguruwe ni haramu, ni najisi kwenu, msile. Haya, wewe na Yesu nani anayejua? Ina maana wewe unajifanya unampenda Yesu kwa upande mwingine, ila kwa ulafi wako Yesu humpendi. Na hata hizi sikukuu ni ulafi tu, ndio maana watu wameziasisi. Lakini hakuna ukweli wote unaosema kuna kitu kinaitwa Christmas. Hakuna. Hata hao Wakristo wenyewe wapo wanaoelewa kama hivi ninavyosema Wasabato na wengine. Nyie bwana, nyie hamnaga elimu kabisa. Alafu kikaa juu unasema ana degree na masters sio ana nini, uchafu mtupu. Mwenye degree ni anayeweza kuamini kwamba mimi sio mtu wa kuendeshwa. Mimi ni mtu wa kujua kabisa Mungu anasemaje, anatakaje, tuendeje. Hawa watu ni wabaya sana. Wewe kama uamini, angalia kwenye dola pale kuna maneno yameandikwa. Sikumbuki vizuri tu, ile ni oda. Sijui nini oda, kitu kama hicho utaona tu ya Kilatini yale ya Kirumi. Hamjajua mpaka leo kama mnaendeshwa na watu waliokuja kuificha Biblia yenu miaka 600, alafu wakaja wakawatolea. Tuulizani tu maswali mepesi. Tangu lini kitabu cha Mungu kikafanywa marekebisho? Hamjajiuliza mpaka leo kama nyewe mmepotezwa? Afalata akilun wala afalata akirun, afalata tafakkarun. Hamna akili wala hamfikirii.
Tafakari.